Pesa ni nini? Leo nataka tuangalie pesa ni nini kwa mtazamo wa tofauti. Pesa ni chombo, si mwisho wa lengo. Pesa ni chombo, si mwisho wa lengo. Kwa nini pesa ni chombo? Leo naenda kukuonyesha kwa nini pesa ni chombo na sio mwisho wa lengo. Leo tunaenda kuiangalia chombo chetu hapa, tumekiweka hapa. Hii ndoo ambayo mimi nimeichora hapa, hii ndio chombo yetu. Hii chombo sisi tumeipa jina la fedha. Hii chombo yetu. Kwa nini tunasema fedha ni chombo? Fedha ni chombo kwa sababu hatutafuti fedha ili tupate fedha. Tunatafuta fedha ili tupate yale ambayo yamebebwa na fedha. Kwa hiyo ukipata fedha unapata kile kilichobebwa na fedha. Kile kilichobebwa na fedha ndio huwa ni lengo, lakini fedha yenyewe huwa sio lengo. Pesa imebeba nini? Kama pesa ni chombo, imetubebea nini? Leo tunaangalia hii ndoo yetu imetubebea nini. Tunaposema tunatafuta pesa, maana yake tunatafuta kile kilichobebwa na pesa. Kile kilichobebwa na pesa leo ndo tunakwenda kukiangalia. Ndani ya fedha, vitu ambavyo tunavipata tunapopata pesa au pesa yote unapoipata inapofika mkononi mwako, kitu cha kwanza ambacho inakuwa imekubebea ni thamani. Kwa nini inakubebea thamani? Inakubebea thamani kwa sababu inakuruhusu kubadilisha maisha, inakuruhusu kubadilisha bidhaa au huduma. Unapokuwa na fedha, maana yake una uwezo wa kupata bidhaa au kupata huduma. Kwa nini thamani? Thamani kwa sababu bidhaa au huduma ndio imebeba kile ambacho wewe unakitaka. Kama unataka unga, maana yake unaenda kupika ili upate afya nzuri. Afya nzuri au afya bora, hiyo maana yake ndio thamani ambayo pesa imekubebea. Kwa hiyo pesa yote unapoishika mkononi mwako inakuwa imebeba thamani. Ile thamani maana yake inakupa uwezo wa kupata bidhaa au uwezo wa kupata huduma. Kilichobebwa na huduma ndio wewe hasa unachokitafuta. Na kile unachokitafuta ambacho kimebebwa na huduma au bidhaa ndio tunasema ni thamani, kwa sababu kinaleta thamani kwenye maisha yako. Kitu kingine ambacho kipo ndani ya fedha ni usalama wa kifedha. Usalama wa kifedha kivipi? Ni pesa inakupa uwezo wa kukabiliana na dharura, kupunguza msongo, kubadilisha ustawi au kudumisha ustawi. Maana unapokuwa na fedha unakuwa na uwezo wa kukabiliana na dharura. Kwa maana kumbe fedha yetu, unapokuwa una fedha yoyote, ile fedha maana inakupa uwezo wa kukabiliana na dharura, uwezo wa kupunguza msongo, kwa sababu vitu vingi tunakuwa na msongo wa vitu vingi kwa sababu tumeshindwa kuvifanya kwa sababu hatuna fedha. Unapokuwa na fedha maana yake hutakuwa na msongo. Kile kitu, changamoto yote ambayo inakutokea mbele yako unakuwa na uwezo wa kuitatua kwa sababu una nini? Una fedha. Maana yake fedha inakupa usalama wa kifedha. Kitu kingine ambacho fedha inakupa ni uwekezaji wa baadaye. Kivipi? Inakuwezesha kuwekeza, inakuwezesha kuweka akiba. Akiba maana yake ni kwa ajili ya kujenga future yako, kwa ajili ya kujenga kesho yako. Wewe unapokuwa una fedha, fedha yote inapopita mkononi mwako, maana yake inakupa uwezo wa kujenga kesho yako, uwezo wa kuwekeza. Unawekeza wapi? Unawekeza kwenye mali au unajenga mali ambazo zinaongeza kipato. Huu uwekezaji ambao unaofanya ni kwa ajili ya kuja kujenga mali ambazo zinakupa kipato. Kwa sababu gani? Umri unaenda, uzee unakuja, nguvu zinapungua. Maana yake kama hautakuwa na mali ambazo zinakuwa zina uwezo wa kukupa kipato, maana yake hali yako ya kifedha itakuwa, usalama wako wa kifedha utakuwa ni mdogo. Kwa hiyo kumbe uwekezaji ambao unaweza kufanya kwa ajili ya baadaye, ambaye unawekeza, unakupa uwezo wa wewe kuja kujenga mali zinazokupa kipato. Kwa sababu uzeeni kitu pekee ambacho kinaweza kikakutunza ni aseti zako au mali zako ambazo ulizijenga kipindi una nguvu, kipindi una kipato, kipindi una uwezo wa kupambana. Uwezo wa kupambana ukiisha, maana yake kitu ambacho kitakusaidia ni uwekezaji ambao uliufanya. Na kitu kingine ambacho kipo ndani ya fedha ambacho kimebebwa na fedha kama chombo, hii ndoo ndo fedha. Hii ndoo ndani yake ina hivi vitu. Kwa hiyo kitu kingine ni uhuru wa maamuzi. Unapokuwa na fedha maana kuna uhuru wa kufanya maamuzi, uhuru wa kuchagua. Fedha inakupa uhuru wa kuchagua, uhuru wa kutembea mahali unapotaka. Kama unataka kwenda kujifunza, unataka kutembelea maeneo mbalimbali ambayo hujawahi kuyafika, uhuru wa kuvaa unavyotaka, uhuru wa kula, uhuru wa kunywa, uhuru wa makazi, uhuru wa chochote ambacho maana yake fedha inakupa uhuru wa kufanya maamuzi. Kumbe unapokosa fedha maana yake huna uhuru wa kupata maamuzi. Ndio maana tunapambana kupata fedha ili kupata uhuru wa kufanya maamuzi. Mtu ambaye hana hela maana yake hana uwezo wa kufanya maamuzi. Maamuzi mengi unakuta unayo tu kwenye kichwa lakini unashindwa kuyatekeleza kwa sababu hauna fedha. Kumbe fedha imebeba ndani yake, imebeba maamuzi. Kitu kingine
ni nguvu ya kubadilisha maisha. Fedha inakupa nguvu ya kubadilisha maisha. Unaweza kuwa kwenye hali mbaya, lakini ukipata fedha ile hali itaondoka. Kwa maana yake unatoka kwenye hali mbaya kwenda kwenye hali nzuri. Kwa kumbe fedha inakuwezesha kuendeleza, unajiendeleza kielimu. Kama kuna vitu ambavyo vilikuwa vinakusumbua kwa sababu una maarifa, unajiendeleza kielimu. Ukijiendeleza kielimu utapata kipato. Ukipata kipato utapata afya. Elimu nao tunayozungumzia sio elimu tu ya darasani, ni elimu yote ambayo inakupa maarifa jinsi ya kukabiliana na changamoto halisi za maisha mtaani, jinsi ya kukabiliana na changamoto za halisi za mtaani. Elimu juu ya afya, elimu juu ya mahusiano, elimu juu ya fedha, elimu juu ya saikolojia, elimu juu ya watu, kuwasoma watu, elimu juu ya maarifa ya kimungu. Hizo zote ni elimu. Kwa hiyo hizi elimu maana yake unaweza kujiendeleza kwa sababu nini? Kwa sababu una nguvu ya kubadilisha maisha katika haya maeneo. Eneo lingine ambayo ni biashara. Unapokuwa na fedha maana yake unakuwa na nguvu ya kubadilisha maisha yako kupitia biashara. Biashara ni chombo pia cha kutengeneza nini? Cha kutengeneza fedha. Kwa hiyo maana yake kupitia biashara faida ambazo unakuwa unazipata zinakupa wewe nguvu ya kubadilisha maisha. Kitu kingine, miradi. Hii miradi inakuepogi kwa ajili ya kusaidia watu au kujisaidia wewe mwenyewe. Hii miradi na biashara ndo inatengeneza nini? Inatengeneza bidhaa au huduma, ambaye hii bidhaa au huduma inaweza ikaleta thamani kwenye maisha yako au kwenye maisha ya watu wengine, kwa sababu pia watu wengine wanatafuta fedha ili kupata nini? Bidhaa au huduma. Kwa maana yake wewe ukiweza kuzalisha bidhaa au huduma kupitia biashara yako au kupitia mradi wako, maana yake watu watakupa fedha. Ile fedha wakikupa inakuwa inakubebea hivi vitu vyote. Kwa hiyo kitu kingine ni uwezo wa kuendeleza afya yako. Unapokuwa na fedha maana yake una uwezo wa kula unacho kitu ambacho kinakupa afya. Hauli tu ili mradi tu kwamba unakula kujaza tumbo. Unakula kitu ambacho kinakupa afya. Unakuwa na uwezo wa kupumzika kwa sababu pia unakuwa una miradi na una uwekezaji na una biashara ambazo zinaweza hata wa kutengeneza pesa pasipo wewe kuwepo. Maana zitakusababisha wewe utaweza kupumzika, utaweza kupata muda wa kufanya mazoezi, utaweza kupata muda wa kulala, utaweza kufanya muda wa kufanya chochote unachokitaka. Kwa maamuzi yote ambayo unaweza ukayafanya kwa uhuru unapokuwa na fedha, maana yake ndio anakuwezesha wewe kuwa na maisha ambayo ni mazuri. Kitu kingine ambacho tunaweza tukakiona hapa ni kitu gani? Kwamba kumbe unapokuwa una hii ndoo ambayo sisi tumeipa jina la fedha. Hii ndoo maana yake pesa yoyote unapokuwa umeishika mkononi, kumbuka imebeba hivi vitu vyote vitano. Imebeba nguvu ya kubadilisha maisha, imebeba uhuru wa kufanya maamuzi, imebeba uwekezaji wa baadaye, imebeba usalama wa kifedha, imebeba thamani yako. Kwa hiyo ukianza kuiangalia fedha kwa picha hii, kwa pesa ni chombo, si mwisho wa lengo. Maana yake fedha utaiangalia kwa jicho la tofauti. Fedha utaanza kuihendo kwa jicho la tofauti. Hutakubali fedha ipotee bila mpangilio, kwa sababu unajua mimi fedha hii ninayoshikilia hata kama ni shilingi 1000, maana yake inawezekana ni shilingi 1000 ni ndogo, lakini ni mbegu ya haya. Mbegu ya haya. Mbegu ya haya. Mbegu ya haya. Hii ni mbegu. Maana yake fedha inawezekana ni ndogo, lakini ile shilingi 100 ukiweka shilingi 100 mwaka mzima utakuwa na 3600. 3600 utakuwa na 3600. 3600 maana yake sio kitu kidogo. Kwa kumbe fedha yoyote unavyoishika maana yake imekubebea, ni ndoo ambayo imekubebea hivi vitu vitano. Kwa hiyo hivi vitu vitano ndio vinakupa hivi vitu vingine vyote ambavyo unaweza ukavifanya. Kwa maana yake kadri unavyozidi kuelewa kwamba fedha ni chombo, si mwisho, maana yake hatutafuti nini? Hatutafuti chombo. Tunachokitafuta ni haya. Hichi chombo ambacho ndo fedha, ambayo ni hii ndoo, ukiipata maana yake inakuwa ndani yake ina hivi vitu vyote. Hivi vitu vyote ndio vinakupa uhuru wa maisha, vinakupa uhuru wa kuamua na vitu vingine vyote. Usitafute fedha, jenga thamani. Asante.